Karibu sana kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaingia moja kwa moja kuangazia waraka mmoja wa kimishonari wenye nguvu na msisimuko wa kipekee. Kiukweli, makala haya yanaunganisha historia ya umwagaji damu ya karne ya 19 na wito wa sasa hivi, wito wa dharura kabisa wa kuchukua hatua. Inatuonyesha jinsi imani inavyoweza kusimama imara hata pale mambo yanapokuwa magumu sana. Sawa, hebu tuingie ndani tuone inasema nini. Sasa, hebu fikiria picha hii kidogo. Tunarudi nyuma hadi karne ya 19. Tuko kwenye kijiji kidogo sana, kilichojitenga kabisa huko Assam, kaskazini mashariki mwa India. Mishonari mmoja kutoka Wales anafika na kuanza kuhubiri ujumbe ambao watu wa jamii hii walikuwa hawajawahi kuusikia maishani mwao. Na unajua nini kilitokea? Kati ya wanakijiji wote, familia moja tu, yani mume, mke na mtoto wao, ndiyo pekee inayoamua kuupokea ujumbe huo. Lakini kama unavyoweza kudhania, huu uamuzi haukupokelewa vizuri hata kidogo. Viongozi wa kijiji walikasirika kweli kweli. Wakaja na vitisho vikali, wakitaka familia hii ikane imani yao mpya mara moja. Lakini badala ya kuogopa au kurudi nyuma, baba wa familia alisimama imara. Mbele ya watesi wake, alitamka kwa ujasiri mkubwa, "Nimekubali kumfuata Yesu, sitarudi nyuma." Mambo yalizidi kuwa mabaya, kwani wale viongozi hawakuishia tu kwenye vitisho. Waliamua kumjaribu kwa njia ya kikatili ambayo huwezi hata kuifikiria. Wakamuua mtoto wake wa kwanza papo hapo mbele ya macho yake. Walitegemea atavunjika moyo na kukana imani yake kwa sababu ya maumivu makali. Lakini jibu lake lilikuwa la kushangaza na la kusisimua sana. Alisimama na kusema tena, "Hata kama hakuna wa kunifuata, bado nitamfuata." Uhasama haukuishia hapo. Ulifika kileleni walipomuua na mke wake pia. Lakini ajabu ni kwamba mwanaume huyu bado hakuogopa. Kabla naye hajauawa kikatili na kufanywa shahidi, alitoa maneno yake ya mwisho. Alisema, "Msalaba mbele, dunia nyuma." Na kama chanzo chetu kinavyoeleza, maneno haya ya ushujaa usioelezeka yalizaa ule wimbo maarufu sana duniani kote unaoimbwa leo, "Nimekubali kumfuata Yesu." Ni historia nzito sana inayoonyesha gharama halisi ya imani. Sasa, hapa ndipo mambo yanapovutia sana kwenye waraka huu. Chanzo chetu hakisimulii tu historia ya kale iliyopita. Hapana, kinatumia hii dhabihu kubwa kumpa changamoto msomaji wa leo. Kinauliza swali moja la msingi sana. Kama mtu huyu aliweza kutoa kila kitu, kuanzia maisha yake hadi ya familia yake bila kurudi nyuma, wewe una kisingizio gani leo? Kinakuvuta kutoka kwenye historia na kukuleta kwenye uhalisia wa hapa na sasa. Kutoka kwenye hiyo historia, makala haya yanajikita kwenye msingi wa kitheolojia. Yanaeleza wazi kwamba wanadamu waliasi, waligeukia miungu mingine, wakazama kwenye mambo kama uchawi na uasherati. Na kwa sababu ya huo uasi, uingiliaji kati wa Mungu ukahitajika haraka sana. Waraka unafafanua kuwa Yesu alishuka yeye mwenyewe ili kuleta wokovu, na si kuuleta tu kwa ujumla, bali kuuleta moja kwa moja hadi mlangoni kwako, au kama kichwa cha waraka kinavyosema, nyumbani mwako. Sasa, ili kuonyesha jinsi jambo hili lilivyo la haraka, waraka unatoa sababu 5 kuu kwa nini wokovu unahitajika sasa hivi wala si kesho. Hebu tuziangalie kwa haraka. Kwanza, muda tulionao ni mchache sana. Pili, tuko katika nyakati za mwisho. 3, lazima tuepuke mifumo mibovu ya dunia. 4, ni nafasi ya kuanza maisha mapya ya mafanikio kabisa. Na 5, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hizi sio tu hoja za kawaida, ni wito wa kengele hatari unaotaka uchukue hatua leo hii. Na ili kuweka uzito kwenye hili, waraka unategemea sana mamlaka ya Biblia. Kinaangazia vita vya kiroho vinavyoendelea kwa kunukuu Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12. Hapo kuna onyo zito kwamba Ibilisi ameshuka akiwa na ghadhabu nyingi kwa sababu anajua muda wake ni mchache sana. Hii inaongeza uharaka wa aina yake, ikimsihi msomaji asipoteza hata sekunde moja kufanya maamuzi. Hii inachora picha nzuri sana ya pande mbili zinazokinzana. Upande mmoja unaonyeshwa maangamizi ya kubaki kwenye mifumo mibovu ya dunia kama inavyoelezwa katika Warumi mlango wa 1. Lakini upande wa pili
Wow, kuna ahadi ya kushangaza kutoka Wakorinto wa pili. Ukiwa ndani ya Kristo, wewe unakuwa kiumbe kipya kabisa. Ya kale yanapita na kila kitu kinakuwa kipya. Ni tofauti kubwa sana kati ya kuangamia na kuanza upya. Na uzuri wa waraka huu ni jinsi unavyotoa matumaini. Unasema wazi kwamba haijalishi wewe ni nani au umepitia mambo gani magumu huko nyuma. Unanukuu Yohana mlango wa 1 mstari wa 12, ukisisitiza kwamba yeyote anayepokea ujumbe huu anapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Fikiria hilo kidogo. Hii inabadilisha kabisa historia ya mtu na kuleta furaha kuu bila kujali ulikotoka. Sawa, hebu tuangalie hatua za kiutendali hapa, kwa sababu waraka huu hauishii tu kusema okoka na kukuacha hapo. Hapana, unatoa mwongozo wa hatua 4 muhimu sana za jinsi ya kulinda imani yako. 1, shirikiana na waumini wengine. 2, soma Biblia kila wakati. 3, omba bila kukoma. Na 4, kashuhudie wengine hii habari njema. Kimsingi, huu ni mkakati kamili wa kuhakikisha unakuwa kiroho na kubaki imara. Kitu kimoja ambacho ni lazima tukielewe hapa. Huu sio tu waraka wa zamani wa kujisomea na kuweka kabatini. Ni waraka ulio hai, ulioundwa maalum kwa ajili ya kampeni kabambe ya kiinjilisti iitwayo Outreach Mission 2026. Na inalenga maeneo maalum hapa Tanzania, Tabora, Uyui na Tura. Ina mpaka namba za simu kwa ajili ya msaada wa haraka. Umeona jinsi walivyochukua historia ya ASAM ya mwaka huo na kuileka mpaka Tanzania ya leo. Ni ubunifu mkubwa sana. Na hapa ndipo tunapofikia kilele cha ujumbe wenyewe. Leo wokovu umefika nyumbani humo. Baada ya kusikia historia nzito ya yule shahidi wa ASAM na kuona ahadi ya maisha mapya inavyowasilishwa leo, waraka unakuachia swali la kutafakarisha sana. Ikiwa ungejikuta mbele ya majaribu kale leo, je, ungekuwa na msimamo ule ule usiotikisika wa kusema, sitarudi nyuma? Fikiria hivyo kidogo. Asante sana kwa kuwa nami kwenye uchambuzi huu.